Kutoka maeneo ya Tabata mpaka kufika mitaa ya Kariakoo au Posta au wapi kule. Mimi mara nyingi huwa napenda kutumia pikipiki yangu ya kuchaji, yani e-bike yangu, ambapo imenipunguzia gharama kubwa sana za matumizi ya pesa kwenye bodaboda, lakini pia kama sio bodaboda, matumizi ya gari kwa Dar es Salaam basi huwa inachukua muda mrefu sana kwenye foleni hapa na pale, foleni hapa ukisogea hivi kidogo mataa foleni. Kwa hivyo napendelea zaidi kuendesha pikipiki yangu ambayo hii ni ya kuchaji, yani inatumia umeme badala ya mafuta. Mishemishe kibao huwa naitumia hii kwenda visafari vidogo vidogo, basi na mimi unanikuta katikati yao hapo nimejichanganya, na mimi nasogea pale ambapo napotaka kusogea. Lakini nimeona watu wengi kupitia video ambayo nimeposti wamekuwa wakiniuliza mambo mengi sana wamekuwa wakiuliza. Moja kati ya changamoto ambayo nimeishuhudia ya hizi pikipiki, lakini pia nimeweza kuitatua ni unapotumia kwa muda, basi jua wazi kwamba zile betri zitakuja kuchoka. Kwa hivyo betri ambazo nilikuwa natumia mimi zilichoka, na siku hii nilienda mjini kwa ajili ya kuchukua betri nyingine, na hizi betri zinakuwa ziko 6. Ila ukinunua boxi linakuwa na 5. Kwenye box kabisa full ziko 5, lakini pikipiki yangu inatumia 6. Kwa hivyo nilinunua box zima alafu nikanunua na nyingine moja pembeni. Kwa kila betri bei unajua inabadilika kila muda, kwa hivyo bei siwezi nikaizungumzia kwa sababu kuna kupanda na kushuka. Kwa hivyo pikipiki hii ina betri 6 kama hapa unavyoziona, zote ni mpya. Kwa hivyo zile za zamani ambazo nilikuwa nazitumia, nimetumia zaidi ya miaka miwili mitatu hapa, zilikuwa zimepunguza, yani pikipiki imepunguza speedi, imepunguza umbali ambao naoenda. Kwa hivyo zoezi la kwanza ni kuzitoa, kama hivyo unavyoona zilikuwa zimechoka, zimevimba, ni kufungua moja moja. Kwa hivyo ukifungua pikipiki yako kwa chini hapa mahali betri zinakaa, utakuta betri ziko hapo. Unaanza kufungua kwa sababu kwenye kila betri kuna waya, alafu kuna screw ambayo imeifunga ile waya ili iweze kutulia na isije kaleta mushkeli wowote. Kwa hivyo betri yangu ya kwanza nimeifungua hapo terminal, kama unavyoiona pikipiki ndio hii. Betri ilishavimba hii, lakini sasa tunatoa tuanze life nyingine tena ya betri mpya kabisa, ambapo kwa kifupi tu hizi zinaweza zikatumika kama miaka 2-3 kabla ya kuja kubadilisha tena hapo baadaye. Lakini inategemea pia na utunzaji na umbali unaotembea na namna unavyozichaji. Hizi zangu zilikuwa zimechoka kweli, zilikuwa zimechoka haswa. Mwanzoni nilikuwa naviona vipikipiki kama hivi watu wakitumia vikiisha betri wanatupa, wanatelekeza, kwa sababu gharama ya betri pia inakaribia nusu ya gharama ya pikipiki. Kwa hapo kuna vitu viwili unabidi uamue, kama unanunua pikipiki nyingine, nusu ya gharama ya kununua zile betri ndio nusu ya gharama, ndio gharama mara mbili yake ndio utaweza kupata pikipiki nyingine. Nafikiri umenielewa nikisema hivyo. Lakini ukumbuke kwamba haujatumia mafuta, haujakaa kwenye foleni, umekuwa na uhuru wa kwenda sehemu yoyote muda wote unaoutaka wewe mwenyewe bila kupangiwa na mtu yoyote. Kwa hivyo leo tunabadilisha betri hapa, lakini baada ya kubadilisha betri nilitoka na kuitesti, nikaenda umbali fulani ambao nilikuwa na testi tu kuona umbali gani ambapo betri zangu mpya zitaenda. Namshukuru Mungu kwa mama uliyenipa, aliyejitoa mwili na roho kunilea. Kila siku anapiga magoti kwa machozi, maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama nakupenda, Mungu akubariki na kukupa miaka mingi.
kutoka mbinguni. Hakuna mwingine kama wewe duniani. Ulinyonyesha kwa upendo na subira, ukaichukua usiku na mchana kwa nguvu zako zote. Uliacha raha yako kwa ajili yangu, ukanifundisha njia za Bwana tangu utotoni. Sasa nimekuwa, lakini macho yako bado yanilinda, kwa sababu wewe ni mama wa maombi, shujaa wa kweli. Namshukuru Mungu kwa mama uliyenipa, aliyejitoa mwili na roho kunilea. Kila siku anapiga magoti kwa machozi, maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama, nakupenda. Mungu akubariki. Nakupa miaka mingi, uishi kwa furaha. Nakumbuka usiku uliponilinda homa, mikono yako ilinibeba hadi alfajiri. Ulikata chakula mdomoni mwako ili nishibe. Uliacha nguo zako ili mimi nivae nadhifu. Leo Bwana amenibariki kwa sababu ya maombi yako. Ananilinda toka gizani, ananiongoza njiani. Machozi yako ya usiku yamezaa shangwe asubuhi. Mama, wewe ndiye baraka kubwa katika maisha yangu. Leo nainua mikono yangu kwa Mungu, ninamshukuru kwa kukupa moyo wa kujitoa. Kila unapopiga magoti, malaika wanakusikia. Mungu anaandika kila chozi lako katika kitabu chake. Utaishi miaka mingi, utaona wana wa wanao, kwa sababu Bwana huwabariki wale wamchao. Maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama, nakupenda. Mungu akubariki. Nakupa miaka mingi, uishi kwa furaha. Mungu umbariki mama yangu, umpanue muda wake, umpe afya na nguvu kila apatapo wema wako, nami nitamheshimu daima. Asante Bwana kwa mama. na nguvu kila apatapo wema wako,
nami nitamheshimu daima. Asante Bwana kwa mama. Mama, nakupenda milele. Amina. Namshukuru Mungu kwa mama uliyenipa, aliyejitoa mwili na roho kunilea. Kila siku anapiga magoti kwa machozi, maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama, nakupenda. Mungu akubariki na kukupa miaka mingi, uishi kwa furaha. Mama, wewe ni zawadi kutoka mbinguni. Hakuna mwingine kama wewe duniani. Ulinyonyesha kwa upendo na subira, ukaichukua usiku na mchana kwa nguvu zako zote. Uliacha raha yako kwa ajili yangu, ukanifundisha njia za Bwana tangu utotoni. Sasa nimekuwa, lakini macho yako bado yanilinda, kwa sababu wewe ni mama wa maombi, shujaa wa kweli. Namshukuru Mungu kwa mama uliyenipa, aliyejitoa mwili na roho kunilea. Kila siku anapiga magoti kwa machozi, maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama, nakupenda. Mungu akubariki na kukupa miaka mingi, uishi kwa furaha. Nakumbuka usiku uliponilinda homa, mikono yako ilinibeba hadi alfajiri. Ulikata chakula mdomoni mwako ili nishibe. Uliacha nguo zako ili mimi nivae nadhifu. Leo Bwana amenibariki kwa sababu ya maombi yako. Ananilinda toka gizani, ananiongoza njiani. Machozi yako ya usiku yamezaa shangwe asubuhi. Mama, wewe ndiye baraka kubwa katika maisha yangu. Leo nainua mikono yangu kwa Mungu, ninamshukuru kwa kukupa moyo wa kujitoa. Kila unapopiga magoti, malaika wanakusikia. Mungu anaandika kila chozi lako katika kitabu chake. Utaishi miaka mingi, utaona wana wa wanao, kwa sababu Bwana huwabariki wale wamchao. Maombi yake ndiyo nguzo ya maisha yangu leo. Mama, nakupenda. Mungu akubariki na kukupa miaka mingi,
mama yangu, umpanue muda wake, umpe afya na nguvu kila apatapo wema wako, nami nitamheshimu daima. Asante Bwana kwa mama. Mama yangu, umpanue muda wake, umpe afya na nguvu kila apatapo wema wako, nami nitamheshimu daima. Asante Bwana kwa mama. Mama, nakupenda milele. Amina. Baada ya betri hizi kuzifunga, nimesafisha pia pikipiki, kwa sababu hapa chini hapa mara nyingi huwa sipafungui, na mara nyingi huwa panakuwa pako chini, kwa hivyo napita kwenye maji nini, matope yanaingia, vumbi yanaingia, kulikuwa kuna uchafu, lakini ndio hivyo tena. Mambo ya kufanyia usafi na nini nimeweza kuyamaliza. Sikufichi ndugu yangu, baada ya betri hizi mpya kuzifunga, mambo yalikuwa mazuri. Mambo yalikuwa mazuri barabarani, na spidi ilikuwa ya kutosha, ya kuridhisha. Spidi ya kuridhisha. Ukiangalia mitaa hii ni mitaa ya Tabata polisi hapa, baada ya Muslim. Kitu kinavyotembea, mimi mwenyewe nimesema kweli chombo kimekaa sawa na chombo kinatembea. Si mchezo. Kwa hiyo mishemishe za Kariakoo, mishemishe za Goba, mishemishe za hapa na pale Mbezi, kama kawaida. Dakika 2, dakika 3 niko eneo la tukio na kugeuka zangu kurudi nyumbani, lakini pamoja na kuwa nimebadilisha betri bana, nikapata changamoto nyingine. Nikakanyaga msumari, tairi yangu ya nyuma ikatoboka. Nikaenda kwa fundi akaniambia, unatakiwa tuweke inaitwa nini, akaziba pale, kuna kitu aliingiza pale akaziba, lakini sikuwa na amani. Ikabidi tena nirudi mjini nikatafute tairi ya kuweka pale, nitoe ile ambayo tayari imechoka. Kama unaona hapa nilikuwa nimefika ofisini, lakini yani sina amani, kwa sababu dakika 2, dakika 3 nakuta pikipiki upepo umeisha, inabidi ukajaze. Dakika 2, dakika 3 pikipiki upepo umeisha, ila na tundu lilokuwa limetoboka lilikuwa ni kubwa. Hiyo ndio tairi mpya ambayo nilikuwa nimeshachukua. Ngoja nikuonyeshe sehemu ambapo ilikuwa imetoboka. Ikanyaga sijui kitu gani. Sio hata msumari, hichi ni kitu kikubwa zaidi. Umeona hii sehemu? Hii sehemu ilikuwa inatoa upepo. Imenisumbua sana. Kila muda unaanza kwenda kwa fundi. Kila muda ukitaka kutoka lazima ukajaze upepo. Sasa nikaona kuna siku itakuja kuniumbua hii. Fundi alijaza hapo, lakini wapi, upepo unatoka tu. Kwa hiyo nikaenda nikachukua tairi mpya hiyo, nikaiweka, mambo yakawa swadakta kabisa. Usisahau kusubscribe hapa, kwa sababu tutaendelea kuletea mambo mengi zaidi. Tutaendelea kujuza kuhusiana na pikipiki hizi za kuchaji. Nitakujuza experience, uzoefu nilionao, lakini pia kama unahitaji kununua pikipiki kama hii, unaweza comment hapo namba yako ya simu, nikakucheki, alafu tukaangalia pikipiki gani iliyo nzuri, pikipiki gani bora kwako, uko maeneo gani, kipi ambacho kinakufaa. Asante na baki umebarikiwa.
wema wako, nami nitamheshimu daima. Asante Bwana kwa mama.